zangu, moja ya vijana ambao wako na talent kubwa sana. And of course sasa hivi kwenye speaker radio yako nataka umsikie kile ambacho ako nacho. Mara kadhaa last time alipita hapa akiwa na Mopa Barnaba Boy Classic kutoka pande za High Table Sound, na leo kaja mwenyewe. Furaha ilioje, manake ukuaji ndo huu. Si ndivyo? Bwana, hii beat yako professional. Yeah. Nipe upya kwanza, kijana asalimiane na Watanzania. Shish. Bana, inapigwa live box kupitia Planet Bongo East Africa Radio. Kwanza shukuriwe Mungu alafu mama fata. Isingekuwa wao singepata mkate. Maisha machungu full time ni mchache. Swali kupiga bao uwe na moyo wa mpape. Na mtani tunaishi kimisingi kwa cha Legacy. Waneto kichafua nafunga kwenye pempas mtapi ilio kizingua. Marufuku fair play ndio maana wakishua. Lazima tatu itasi haters na nyumbani naenda kama dingi. Majukumu ndio anafanya na punguza uzinzi. Plani nyingi shike mkwanja alafu sela mwingi. Iwe kibose hata wanangu wasijue sheri nyingi. Cheers na loser nigga, come on man. Na kiona spatikani bize niko na koma. Usilete vita maana wanangu wako na topas. Na kaa uweze mpia wanao waite patrobas. Maisha kweli ndo tunavyoishi. Kumpa kidogo aliye hana iwezi kufilisi. Mitando metulea tumekuwa hivi. Nimekuwa nkijionea mjomba kishipisi. Mwimi nimetoka haijalishi naenda dili gen. Mgua kutoka fananishu na kubaki ndani. Elimu ya mtani tulosoma soya darasani. Na kitoboa mwenzetu rasma shelewe nyumbani. Usipime kwa macho froso toes froni gangster. Ruda kama wine kama paki put your hands up. Msela nyingi hustle na your future konye. Na wasiogopi batu we can pray ka unaweza. Na sije kufake nigga keep it real. Na kuhusu kashi we don't rush it utapata madil. Ukijiona classic weni blandi kaa mbali na sisi. Na kani mchongo hauna randi tusijuane kabisa. Pumbavu na hivi ndo nilivyo wezi nkuta niko slow. Kazi juu ya kazi morning paka 9 o'clock. Na nikizipata siendi bata kula totos. Mana tau tata uona fiata kwenye spokos. Wanajifanya wananiweza bado mchizi ni top. Livyo siwezi kubishana na kwa busy. Hata maadui tukikutana lazima utani na jokes. Ni kama bebe diajuwana lazima nipige na socks. Na mitando support na ngojea report. Ndo maana tunaishi gudi na netu machizi bot. Hey, wewe uogopi bado hatuchoki, bado hatutoki ila bado na tuna force. Na pesa naitaka ila Mungu naomba hekima kwanza. Sifini lipo hofu kwa libu kwa nao ni tag. Beef na watu kazi wengine life yetu thug. Moyo una siri nyingi bado space kwenye bag. Misitu tunapita wanyama wakali. Na kama utapita basi uwe mkali. Chochoro kumbuke kushika unaweza rudi ukiwa peke yako maana utabeba wanafu kumbe so wakali. Ogu for one nation. Wanafu wanao so wakali. Wewe uogopi. Mula anasemaje? Mungu nipe pesa lakini hekima kwanza. Yani hakikisha kama na kusema kweli video zako zinapita kila maeneo. Nilikuwa napita kwa Chege sasa hivi Top Shot hapa nimelikuta pia. Hizo video zako za street na vitu kama hivyo hapo. Na uzuri ni kwamba ikamfikia mheshimiwa mbunge ambaye pia ni mdau wa masuala ya sanaa Babu Tale. Akasema hii video ataigaramia yeye. Mshanifahamu na akasema pesa itapita kwa Madia alisema hip hop haiuzi. Ulipokeaje kwanza hiyo? Afu mtakuja mbele. Kiukweli kwanza toka jana mpaka leo kiukweli nilikuwa ni hoja ni kitu ambacho sikuwahi kuexpect wala kutegemea kama yani kuna muda yani si usemaje yani nimekuwa kama speechless hivi. Lakini nilikuwa ni asubuhi wakati nimeamka na check simu yangu nilikuwa naona comment nyingi, lakini naona comment nyingi za watu wakubwa tofauti zinazidi kuwa nyingi, lakini nilipoona mpaka mheshimiwa mtu wa government, mtu wa serikalini, mtu ambaye anakaa bungeni anaongea na mama kama appreciate, basi nikaona amepitisha, nikashukuru sana, nikapata faraja, ikanitia nguvu. Kwa hiyo moja kwa moja nikasubiri pale mpaka baadaye mida saa 6 nikamcheki Madi. Okay. Baada ya kumcheki Madi akaniambia confirm haina shida mzee, jioni atakuwa anarudi kutokea Dodoma. Kwa hiyo nitakushtua jioni, nitakuita saa 1 tutakuja tutajenga. Mheshimiwa mbunge wa Morogoro. Babu Tale. Anagaramia video ya box 1 bonge moja hishi. Wewe unajua tip top wewe. Connection. Madi ulivompigia simu reaction yake ilikuwaje? Kwa sababu kasha tupiwa na dongo pale kwamba wewe unasema hip hop haiuzi. Madi nilikuwa najua naye before. Kwa nilipomcheki nikamwambia tu brother bana, kijana wako Mula, lakini najua alikuwa na namba yangu. Kwa nilipomwambia tu Mula akanambia, "Yo Mula mdogo wangu, vipi?"
nielezee, najua nina taarifa zako tayari. Kwa nikwambia umo kakangu, nashukuru tu kama umeshazipata, basi nasubiri mrejesho wenu viongozi. Mzee nao lina connection nyingi, kila mtu linajuana naye. Mzee naye kwanza nimpigie hapa, hiyo video ipo kweli? Kwa kweli yule achelewe kumbadilikia yule madini naye yule. Sasa hivi sikashawatangazia karudi kundini, kasema yani kwa style hii mimi mwenyewe hip hop, kwa style hii style kubwa mimi mwenyewe narudi kundini. Ni yupi ambaye alikupigia simu au alikucheki au ambaye amesupport kazi yako ambaye ulikuwa shock, unajua bana imekuaje tena pale? Shock ilianza kwenye comment, alianza Chino na man aka comment, akaja Kusa aka comment, nikaona baadaye comment za watu wakubwa zinakuwa nyingi, baadaye nikaona Jeshi Harmonize, nikaona yani Jinako akaja ka comment, nimeona celebrity wengi wamekuwa wamecomment pale. Kikweli nishukuru tu mablaza kwa support yao. Ni big love, big energy. Harmonize alicomment, alisemaje? Alicomment moto. Akaga moto? Nataka kujua Barnaba. Afu kama Harmonize ameweka moto, ngoja kwanza nimpigie Konde hapa asikie sasa hivi akupe collab. Harmonize vipi? Nani muda kusema? Amina. Konde naye. Afu Konde yule street anthem kabisa yule. Atakajitoe. Upepo anataka unampitaje? Mbona umcheki mwanao? Cheki mwanao Konde. Kwa sababu Barnaba kafanyaje? Mimi nilikuwa nataka kupata comment za Barnaba kwa sababu Barnaba ni mtu ambaye amekuwa tagged sana kwenye hizo post. Unaona maarifa kamwambia sasa mkubwa hapa ndo penyewe, like sawa Mwamba alitaka kuimba kidogo nani, lakini hapa ndo penyewe. Comment zake ni zipi? Comment zake ni nzuri kwa sababu wimbo nimerekodia pale ofisini kwetu studio High Table Sound. Kwa hiyo muda wote wakati nako kwenye session ni mtu ambaye anakuwa around pale, anakuwa hapo anasikia, alikuwa na appreciate toka haijatoka. Kitu ambacho kiko kinamchekesha kwenye wimbo ni ile tu akijaka bado nani Mopao akasema jiji kwa ngefanya hivyo Mwamba anacheka vipi? Ilikuwaje? Ulimwambia nini Barnaba kwamba sikiliza sawa, nilikuwa na rap nikaja hapa High Table nikaanza kuimba tena, sasa narudi kwenye rap ambako nahisi nitakufanya kwa ukubwa sana, wakati tunampa hizo alizipokeaje? Haikuwa kama taarifa kwa sababu unajua muziki ni sehemu yetu ya maisha. Kwa ilikuwa ni kama sehemu tu ya kazi. Nilihisi tu kama na feeling, nahisi kama naweza kufanya kitu cha kurap, na hasa kipindi hicho ilikuwa ni kipindi ambacho naona muziki wa hip hop umekuwa ukipenetrate sana, yani watu wamekuwa wanauzungumzia, umerudi vizuri mtaani. Kwa hiyo nikasema basi wacha nijaribu kufanya kitu ambacho kitakuwa tofauti kidogo, nione kama kinaweza kikaleta effort. Na hii idea hii ulishirikiana na mtu? Kwa sababu naona zile nini niseme challenge zako ni challenge ni nini zinaenda sana clip zake, kila mtu kaposti, ukiacha na ambao ametaja Feby. Mimi nimekutana na kina Max Cortez, nimekutana na washikaji zangu wengi sana. Hii idea ulifikiria au na nani ulikuwa nayo? Hii idea kwa sababu watu wengi wanasema hip hop inaenda mtaani, maisha ya kweli. Kwa hiyo kama hip hop ni maisha ya kweli, lazima kila kitu una deliver real. Yani kila kitu ambacho wakati umesha rekodi lazima mashabiki warejeshie mrejesho ambao uko unauhalisia. Kwa ndio maana clip zangu nikataka kufanya creativity ambayo inakuwa ni mtaani tu. Unaona, labda niko na masela, niko na nini, labda niko mwenyewe, nakutana labda na mtoto na msupport, labda nafanya nini, na ni project bado endelevu. Bado naendelea kufanya challenge tofauti. Na hivi karibuni nitaanza kuelekea same kama poster kule kwa kuna wale mavoga wanakuwa kule, unajua. Una support, unatoa maji, huko unaendelea kufanya challenge, mara unafanya vitu hivyo. Nimeona watu wakikufananisha na baadhi ya OGs kibao. Gentriz anasema kwamba Jizi Mabovu is back. Akikusikia na anamsikia Jizi Mabovu. Umefanisha na wengi. Wengine anakuambia bwana kama Tupac fulani hivi. Ukisema naona unampost sana Tupac. Kama DMX pia. Wewe ukijiangalia wewe upo inspired na nani ambaye amekuinspire sana, umemvaa sana? Mimi kwa upande wangu kikweli nisiwe muongo, kwenye watu ambao wameniinspire watu wengi sana. Hata my brothers ambao kuna yani my brother hapa Tanzania, nje nasikiliza watu wengi. Respect kwa my brother kama kina Mr Blue, kina Jinako, kina Young Dar es Salaam. Wote nimewasikiliza, kina Yankila nimewasikiliza sana. Kina Nyandutozi. Kwa hiyo ni watu ambao wameniinspire. Yani wana hip hop wote ambao wanafanya muziki hapo, unaona walishakuwa kubwa, kina Fid Q. Nimewasikiliza sana. Kwa hiyo pongezi sana kwao,
wamenizaa mimi. Kuna yule mmoja ambaye unasema yeye huyu sasa nimemvaa. Ni ambaye na yani Mangwea. Alberto. Ni mtu ambaye inawezekana labda unaweza kuwa sijafanya kama yeye, lakini mtu ambaye na enjoy nikiwa namsikiliza. Unapenda nini kwa Mangwea? Kwa Mangwea hayupo complicated. Too simple. Yes. Kuanzia flow, kila kitu, lifestyle too simple. Ndio. Bana, kuna time ulikuwa unapiga hip hop fulani laini. Yaani ulikuwa unapiga hip hop ambao uliilainisha hivi. Ndio. Lakini imagine ulivokaza sasa ndio imeitika. Hiyo imekupa kitu, imekwambia nini hiyo? Yaani ulikuwa unapiga hip hop line fulani afu atakuwa anachukulia baridi. Ulivokaza kwamba ile sasa mimi ndo nawakazia kweli kweli naonyesha ugumu sasa ndio imeitika. Mimi imenipa picha kwamba umzania ndiye sie. Sometimes kunako hela huko. Kunayo hela? Kunaweza kaa kuna hela au sija experience kwa sababu ni mgeni. Unaelewa? Naweza kusema hivi kwamba nafanya kwa ajili ya kutengeneza mashabiki lil. Kwanza kabisa nitengeneza mashabiki lil, yani ambao yani kutengeneza trust kwa watu kwamba Mula anajua au ana kitu, yani ku prove long watu. Then after that nitaendelea kufanya muziki mingine. Ndio. Natamani kujua kwenye hii ngoma yako yote kwa dakika kama 3 hivi. Nataka uniambie punch yako kali ipi ambayo wewe mwenyewe ukisikia unaifeel kwenye ngoma yako yote, kwa sababu kila mstari noma, lakini kuna ile punch ambayo wewe mwenyewe uliipiga wakati wewe umeipata, ulifeel kwamba bana hii noma. Kumbrazi iko punch ambayo naipenda, lakini naomba nitangulize ya kwanza ambayo ni kwanza shukurio Mungu alafu mama afate. Ya punch yangu line ya mwisho ambayo naipenda, muhimu nimetoka haijalishi nenda deal gani. No, hapana, nimechanganya. Hii punch ya mwisho inasema misitu tunapita wanyama wakali, na kama utapita basi uwe mkali, chochoro ukumbuke kushika, maana unaweza beba nao ukiwaamini afu kumbe sio wakali. Hapo ulikuwa unamaanisha nini hapo? Nilikuwa namaanisha kwamba nachomaanisha kwamba kwenye maisha lazima ujiamini kwanza wewe. Lakini ni ruksa kumwamini mtu yote au marafiki au watu wote, lakini trust in yourself, you can do anything, yani unajua. Sasa nafikiri kwa sababu tutakuwa na wewe hapa, nataka tuzungumze vizuri ngoma yako. Mimi nataka tuichambue verse to verse, yani kuanzia neno la kwanza hadi ya mwisho. Uzuri muda tunao. Lakini nataka niwakumbushe tuko na Taivina hapa kwa sababu mtu wa mikeka yupo. Nataka niwakumbushe kwamba Betika tuko nao hapa kupitia Planet Bongo, na wanatuambia kwamba katika vitu ambavyo hutaki kukosa mshikaji wangu ni kuwa na kujiunga na Betika. Sasa hivi chap watu wanacheza kiavieta pale kindege, wanapata mikwanja, watu wanabashiri wanapanga mikeka yao pale wanapata mikwanja, si ndio? Wanaenda kushuta hadi video za gharama. Si ndio sasa. Na uzuri ni kwamba kupitia Avieta Bet Rush ya Betika unaweza kujishindia hadi 500,000 au vibana. Cha kufanya ni wewe kuingia www.betika.co.tz, alafu kaa zako piga maokoto. Na huu mwezi hakikisha unapata maokoto kwa kurusha kindege cha Betika Avieta Bet Rush, na uwe miongoni mwa washindi 100 wa kila siku unajishindia pesa taslim ama free bet kutoka Betika. Sasa hautaki kabisa kupitwa na promotion ya Bet Rush, ambapo mshindi wa kwanza unaambiwa anajishindia 500,000, mshindi wa pili 250,000, na mshindi wa tatu anajishindia 100,000. Afu wale ambao watakuwa wamesaidia watapata free bet za Betika kujipiga hadi shilingi milioni 45. Hakikisha una cash out kwenye 1.20 ama zaidi, afu ukusanye points ili sasa ujiweke kwenye safari ama nafasi nzuri zaidi ya kupiga pesa kupitia Betika. Kadri unavyocheza unaambiwa zaidi ndivyo ambavyo nafasi yako ya kushinda inaongezeka. So usisubiri kusikilizia ushuhuda wa mabingwa, kwa sababu hata wewe una nafasi ya kujishindia mihela kupitia Betika Avieta Bet Rush. Cheza sasa hivi kwa dola shilingi 200 ama zaidi ujipigie mapesa. Ili kushinda ni rahisi sana. Ingia www.betika.co.tz, bonyeza Avieta kisha bonyeza Avieta Bet Rush, afu maliza kwa kujiunga. Anza kucheza ujipigie pesa. Namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 881. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Si ndivyo? Bana, Taivina huyu hapa tuko naye washikaji zangu. Bana, mzee wangu ile goma lako lile limeondoka. Unajua time hapa nimegundua hii time ya hip hop. Unajua sasa hivi hata ukikoa tu kwenye beat la hip hop mwanzo